Bwana, kama kawaida Tanzania halisi. Nipo hapa bwana wa Tanzania, tunashauriana kwamba sisi bwana, maisha yetu yanategemeana. Kwa hiyo kama tunategemeana sisi, manake tutakuwa tushirikiane katika mambo yote yanayostahili. Lakini sio kumpa mtu ushirikiano kwa kila jambo. Kuna wengine ukiwapa ushirikiano wana mitego yao ili wakuingize kwenye matatizo. Kwa hiyo unapotoa ushirikiano kwa mwenzako, hebu kuwa makini sana, kwa sababu wengine unapotoa ushirikiano kwa ili muweze kufanya kitu fulani, kwa mfano labda mko kazini pamoja, labda mko kwenye mpira, mko kwenye nini, mko kwenye mechi, unakuta ndio unaingia kwenye mtego. Lakini kiukweli kwamba ushirikiano ni muhimu sana. Kumbuka, kidole kimoja hakiwezi kuvunja chao. Kwa hiyo tushirikiane, lakini unapotoa ushirikiano kwa mwenzako, jaribu kuwa makini sana, kwa sababu katika kutoa ushirikiano wako pale inawezekana ukawa ndio mtegeo kwa kuingia kwenye matatizo. Vile vile wale watu ambao tunapenda sana kutoa msaada, msaada wako usije ukakuponza. Kuna watu wana huruma sana, yaani unakuta anamuonea huruma mtu, anampa msaada kilema au nani, kumbe huyu ni mshirikina. Kwa unapotoa msaada na vile vile uweze kuwa makini. Umeona bwana? Kwa hiyo kwa watu hasa katika jiji la Dar es Salaam, watu wengi sana wanaishi kwa mitego. Kwa hiyo ukizubana, utega pale, kila siku anatega pale. Kwa hiyo anaangalia mtego huu utautegua vipi. Umeona bwana? Kwa hiyo wewe ambaye unapenda sana kusaidia watu, kuweka vitu fulani au kushirikiana watu, tuwe makini sana katika kufanya hivyo. Kuna vitu kama hivi ambavyo watu wanapenda sana kuzoea. Kingine, yaani mtu akishazoea kitu fulani na kidharau, anakuwa hana munkar tena kukifanyia kazi. Mfano, mtu anapoenda kuomba kazi mapema, siku ya kwanza anakuwa mnyenyekevu sana. Anapoanza kuzoea yale mazingira, anaanza dharau. Hata hivyo mtu anapokuwa na mchumba wake, anapokuwa bado wanachumbiana, wanapigiana simu, wanatumiana message, lakini wakishazoeana wanadharauliana. Umeona bwana? Mwanafunzi anapokutana na mwalimu mara ya kwanza anamheshimu sana. Anapoanza kuzoea, mwalimu sasa anaanza kutumia bakora ili arudishe ile heshima. Unaona? Kwa hiyo hata kazini hivyo ni usumbufu. Usumbufu unatokana na mazoea. Kwa tuache mazoea kwenye sehemu ambayo tunapata riziki. Hizo ni mambo ambayo nawapa. Kwa hiyo wewe kama driver, umeajiriwa, unaendesha magari, hebu heshimu hiyo sehemu yako, alafu uwe serious. Unapokuwa serious kwenye jambo unalolifanya, na watu wanakuwa serious. Unapolipenda jambo lako, na watu watalipenda. Umeona bwana? Mganga mwenyewe tu anapenda kibanda chake ambacho kiko hivi, na dawa zake anaziamini, anazipenda. Wewe ndio maana unakimbia kwenda pale. Lakini ukidharau kile unachokifanya, ukikichukulia kawaida, hakuna mtu ambaye anaweza akakipenda. Kwa hiyo jipende kwanza, na watu watakupenda. Penda kile unachokifanya na watu